Introvert. Katika dunia inayoenzi makelele, kasi na umaarufu wa juu juu, kuna kundi la watu waliobarikiwa na nguvu isiyo ya kawaida, si kwa sauti zao, bali kwa ukimya wao. Si kwa kujionyesha, bali kwa kustahimili na kuelewa kwa kina. Ni watu waliotulia pembeni, lakini ndani yao kuna vuguvugu la fikra nzito, sauti ya ndani isiyosikika kwa wengi, ila yenye uwezo wa kubadili dunia kwa utulivu. Hawa ndio wanaoitwa introverts, watu wanaopata nguvu wakijitenga na dunia ya nje, ili wakutane na dunia kubwa zaidi iliyo ndani yao. Lakini wengi hawaitambui zawadi hii. Wengi huita udhaifu. Wengi hufikiri ni aibu, ni kutojiamini au ni kujitenga. Hawajui kuwa hawa watu ni kama bahari tulivu juu, lakini yenye kina kisichopimika chini. Watu wa tabia ya introvert hupatikana zaidi ndani ya aina hizi mbili za hulka. Moja, melankoliki. Hawa ni wenye akili nyingi, huchambua sana mambo, ni wapangaji wazuri, wana hisia za ndani sana na hupenda ubora, perfectionists. Mbili, flegmatiki. Hawa ni watulivu kupindukia, wapole, hawapendi migogoro, ni wasikilizaji wazuri na hujali amani ya watu wanaowazunguka. Kwa hivyo introvert anaweza kuwa introvert melankoliki, introvert flegmatiki. Na japo leo tutaelekea kwenye sifa 15 kuu za introverts kwa ujumla na upekee wao, tunakukumbusha kuwa mbele ya safari tutazichambua kwa kina hizi aina mbili, flegmatiki na melankoliki. Ni nini kinawatofautisha? Mafanikio yao yanatokea wapi? Changamoto zao ni zipi? Na ni jinsi gani wanaweza kuwa bora zaidi wakijua nguvu zao kwa uzuri? Moja, hutumia muda mwingi kutafakari kwa kina. Introvert si mtu wa kukurupuka katika maamuzi au kauli. Akili yake hufanya kazi kwa utaratibu, hutafakari kabla ya kusema au kutenda. Ana uwezo wa kuchambua mambo kwa undani na mara nyingi huona kile ambacho wengine ni vigumu kuona. Kwa kuwa hutuliza akili na kuipa nafasi ya kufikiri kwa kina, uwezo wake wa analytical thinking huwa mkubwa. Hii ndiyo sababu wengi wao huonekana werevu, wanajenga hoja nzito, si rahisi kupotoshwa, na wanapopata muda wa kujifunza, hujifunza kwa upana mkubwa. Mbili, wana ubunifu wa ndani usio na kelele. Introverts huwa wabunifu wa aina ya pekee, hawaonyeshi wazi mara zote, lakini ndani yao kuna dunia nzima ya mawazo, picha na mitazamo mipya. Ubunifu wao hujitokeza katika uandishi, muziki, sanaa, sayansi au hata kutatua matatizo magumu kwa njia zisizo za kawaida. Wana uwezo wa kuunganisha dhana tofauti kutoka mazingira ya ndani ya fikra zao, kwa sababu hawachanganywi sana na kelele za nje. Hii huwapa nafasi ya kutumia imaginative intelligence kwa kiwango cha juu sana. Tatu, huchoka haraka kwenye mikusanyiko ya watu wengi. Maelezo. Tofauti na extroverts wanaopata nguvu kwa kuwa karibu na watu, introverts hupoteza nguvu wakiwa kwenye mazingira yenye kelele nyingi au watu wengi. Wanapendelea utulivu, hali inayowawezesha kufikiri kwa ufanisi zaidi. Mazingira ya utulivu huamsha ubongo wao kufanya kazi vizuri zaidi. Wanaepuka mkanganyiko, hivyo huweza kuzingatia jambo moja kwa umakini mkubwa, jambo ambalo ni msingi wa concentration-based intelligence. 4. Wana uwezo mkubwa wa kusikiliza. Introvert ni msikilizaji mzuri. Hakatai kauli za wengine kwa pupa. Anasikiliza hadi mwisho, anajenga picha kamili, kisha hujibu kwa hekima na utulivu. Hii huwafanya kuwa washauri wazuri na watu wa kutegemewa. Kwa kusikiliza kwa kina, wanajifunza zaidi, wanaelewa hisia na hoja za watu kwa uzito. Uwezo huu hujenga emotional intelligence na interpersonal insight kwa undani. 5. Wanapenda kusoma na kujifunza kwa kina. Introvert si mtu wa taarifa za haraka haraka. Anapenda kuchambua kitabu, makala au mafunzo kwa kina. Hutumia muda mrefu akiwa peke yake akisoma au kutafakari kile alichojifunza. Hii huwajengea uwezo mkubwa wa knowledge-based intelligence, yaani wana hazina ya maarifa ambayo wameijenga kimya kimya kwa miaka mingi. Wengi wao huwa na maoni mazito kwa sababu wamejifunza kutoka vyanzo vingi. 6. Ana uwezo mkubwa wa kusoma hisia za wengine kimya kimya. Introvert hasemi sana, lakini anaona sana. Wakati watu wengi wanazungumza, yeye huzungumza kimoyomoyo na hisia zao. Huona mabadiliko madogo kwenye sura, sauti au hata mwitikio wa macho. Hii ni zawadi adimu.
Ni kana kwamba ana rada ya ndani inayoweza kutambua huzuni iliyofichwa kwa tabasamu au msongo wa mtu licha ya maneno yake kusema niko sawa. Hii huwafanya introverts kuwa watu wa msaada mkubwa, marafiki wa kweli na washauri wa kuaminika kwa sababu wanaelewa hata yasiyosemwa. 7. Akili yake inafanya kazi kimya kimya lakini kwa kina sana. Introvert hana kawaida ya kupaza sauti kuonesha akili yake. Yeye si mtu wa kuingia darasani au ofisini na kuonesha mara moja uwezo wake. Lakini ndani yake kuna akili inayofanya kazi kama mashine ya hali ya juu, tulivu, yenye mpangilio na isiyo na haraka zisizo na sababu. Hii ni akili ya kina, si kasi. Wakati wengine wanatoa majibu ya haraka, introvert anatoa suluhisho la kweli ambalo limetafakariwa, limepimwa na linadumu. 8. Huamini katika urafiki wa kina, si wa kawaida. Introvert hana marafiki wengi, si kwa sababu hapendi watu, bali kwa sababu anahitaji uhusiano wa maana. Yeye huona urafiki kama kiapo cha ndani, lazima uelewane kwa roho, si kwa mazungumzo ya juu juu. Anaweza kuwa na rafiki mmoja au wawili tu, lakini hao huwa kama ndugu wa damu. Hufanya uhusiano wake kuwa wa kudumu, wenye kina na wa kweli kuliko mahusiano ya haraka haraka yanayokuja na kuondoka. 9. Huwa na uwezo mkubwa wa kujitawala. Introvert ana nidhamu ya ajabu ya ndani. Wakati wengine wanahitaji kusukumwa au kusifiwa ili waendelee, yeye hutegemea sauti ya ndani, msukumo wa dhamira, utulivu wa fikra na malengo aliyojiwekea mwenyewe. Hii huonekana sana kwa introvert melankoliki ambaye hutengeneza ratiba, mipango na anaifuata kimya kimya hadi mwisho. Hili ndilo huwafanya introverts wengi kuwa na mafanikio ya muda mrefu hata kama si ya kishindo. 10. Ni mtu mwaminifu kupita kiasi. Introvert ana tabia ya kuwa mtiifu kwa dhamira yake. Akikupenda atakupenda kwa kweli. Akikuheshimu atakuheshimu kwa dhati. Hana nafasi ya unafiki, hajui kujifanya na hapendi mahusiano ya juu juu yenye sura mbili. Uaminifu wake si wa kuigiza, bali ni sehemu ya mfumo wake wa ndani. Na kwa sababu huwa hafunguki haraka, pale anapokuruhusu uingie kwenye maisha yake, ujue umepewa nafasi ya kipekee ambayo yeye hatoi kwa kila mtu. Hii humfanya awe mpenzi wa kweli, rafiki wa kweli na mfanyakazi wa kuaminika. Hana mbwembwe nyingi, lakini akiwa na wewe yupo kwa 100%. 11. Wana asili tulivu inayoficha moto mkubwa ndani. Introvert huonekana mtulivu sana, lakini ndani yake kuna moto unaowaka kimya kimya. Watu wengi hudhani ukimya ni udhaifu. Lakini kwa introvert, ukimya ni kinga ya nguvu zao, na ndani ya ukimya huo kuna hisia nzito, maamuzi makali na msimamo wa chuma. Ukweli ni huu: asili yao ni kali kwa ndani. Huchukia dhuluma, kupuuzwa au kudharauliwa. Na mara wanapofika kikomo, mvua ya ukimya hubadilika kuwa radi ya uamuzi wa moja kwa moja. 12. Wakikupenda wanakupenda kwa kina, lakini ukiwasaliti, kusamehe ni gumu sana. Introvert si mtu wa kujitoa kiholela. Anapokukaribisha katika moyo wake, ujue amewekeza ndani yako hisia za dhati, uaminifu na ukaribu wa kipekee. Lakini ukimvunjia uaminifu huyo, si rahisi kurudisha hali ya mwanzo. Hawasemi sana, lakini hisia zao zina kumbukumbu ndefu na nzito. Wanaweza kukuangalia kwa uso wa kawaida, lakini moyo wao umejifunga kwa maumivu yasiyo na mlango wa kurudia. 13. Wana msimamo mkali kuhusu wanachoamini, huwezi kuwabembeleza kubadili rahisi. Introvert akiingia ndani ya dhamira yake ni kama mtu aliyeketi juu ya mwamba usiopingika. Hawezi kubadilishwa na ushawishi wa watu wengi, hawezi kutikiswa na maneno ya shinikizo. Hata kama wote wanasema tufanye hivi, yeye atasimama upande wake, kimya lakini thabiti. Hii sifa huwafanya waonekane wakali, wagumu au wabishi, lakini ukweli ni kwamba wana heshima kubwa kwa ukweli wao wa ndani. 14. Hawasahau haraka, si kwa chuki, bali kwa maumivu yaliyojifunza. Introvert anapoumizwa hasahau haraka. Si kwa sababu anataka kulipiza kisasi, bali kwa sababu moyo wake huweka kumbukumbu, kama vile jiwe linavyochora alama kwa maji ya moto. Maumivu haya yanapomtokea mara moja, huchukua kama somo la maisha.
Na mara nyingi hufunga mlango kimya kimya bila hata kelele, kisha hujifunza kutokurudia kosa hilo tena. Hii huwafanya wawe makini kupita kiasi, na wakati mwingine waonekane wanaringa, kumbe wanajilinda tu. 15. Wana uwezo mkubwa wa kujizuia, lakini wakiamua ni moto usiozimika. Introvert ana uwezo mkubwa sana wa kujizuia. Hutuliza hasira, hujizuia kusema yasiyo na maana, huvumilia sana. Lakini kama hali ikizidi kiwango chake cha ndani, huibuka kwa nguvu isiyotarajiwa. Ni watu wa mwisho kuchoka, lakini wakichoka ni wa mwisho kurudi. Wanaweza kuamua kuondoka kwenye maisha yako kimya kimya, kwa amani, lakini kwa daima. Na wakiamua kulinda au kutetea kitu wanachokiamini, ni kama simba aliyetulia kwa muda mrefu, kisha akaamua kutamka mgurumo wake. Mwisho. Watu wenye hulka ya introvert si watu wa giza, bali ni watu wa mwanga unaowaka kwa utulivu. Ni wale wanaotazama dunia kwa jicho la ndani, si kwa haraka ya macho, bali kwa kina cha nafsi. Wanaweza wasionekane kwenye jukwaa la mbele, lakini ndani yao kuna fikra zinazotengeneza msingi wa kile kinachoonekana. Hawahitaji kelele kuthibitisha uwepo wao. Kimya chao huongea kwa busara, na ukimya wao hujenga dunia zenye maana ya kweli. Katika jamii inayopima kwa sauti, introvert hupima kwa hisia. Katika mazingira ya haraka haraka, wao hutafuta maana. Na katika ulimwengu unaohitaji watu wa kuigiza, wao hubaki wa kweli kwa nafsi zao. Kuwajua introverts si tu kuwatazama, bali kuwasikiliza hata wasiposema. Kuwadhamini si kuwaona kila wakati, bali kuhisi uzito wao wanapokuwepo kimya kimya. Na kwa yeyote anayejua thamani ya almasi, anajua kuwa haiko juu ya uso wa ardhi, iko ndani kabisa, na si kila mtu huipata. Hivyo ndivyo walivyo introverts. Nashukuru sana kwa kutazama video hii. Pia usisahau kubonyeza alama ya subscribe na kengele hapo chini. Bahi. Tukutane kwenye video nyingine.